wa Sam TV, tunakaribisha tena kwenye kipindi chetu cha Aya ni Maisha Yetu. Tumetembelea kwaya maarufu inayoendelea kujinyakulia jina nchini Malawi, kambini Dzaleka, ambayo inaendelea kufanya kazi nyingi na zaidi. Ni kwaya ambayo inayopiga 7 na ambaye ajisikii kucheza anacheza. Ni kwaya ambayo yenyewe inafanya kazi kwenye misingi ya Mungu. Upo nami mtangazaji wako S. Wilonja. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amen. Unajisikiaje sisi kuwatembelea siku ya leo? Nafurahi sana, tena sana kabisa. Amen, amen. Yeah. Unatumika kwenye kwaya hii ya The Joy kama nani? Okay, mimi ni kiongozi wa nyimbo. Amen. Kwenye kwaya ya The Joy. Amen. Amen. Tutakuwa na swali chache ambazo tutauliza, na hizo swali hazitakulenga wewe lakini zinalenga kundi mzima. Kwa yoyote ambaye atajihisi kujibu, tunamkaribisha, ana uwezo wa kujibu. Kundi hili la The Joy, nani ni mwanzilishi? Okay, labda mimi naweza kusema, unajua mimi ni kiongozi. Na katika uongozi kuna matabaka. Nafikiria hapa tuko na waongozi wa juu ambao wanaweza kujibu hilo swali. Nafikiria tuko na mwinjilisti pale. Ni mwinjilisti wa kanisa lakini ni mwimbaji tena. Amen. Lakini mimi naweza kutupia yeye mpira jibu hilo swali. Amen. Yeah. Nimeelewa kusema ya kwamba yeye atajibu kwa sababu wewe haujui. Na labda wewe uliingia baada ya kundi kuanzishwa. Hapana, sio hivyo. Lakini nimesema hivyo kwa sababu unajua mimi katika uongozi tabaka yangu mimi ni wa chini sana. Amen. Na yeye ni wa juu, na wa juu ndo ambaye anaweza kujibu yale maswali ya tuseme ya wa juu ndo anayejua, wa chini hajui. Amen. Na tunaendelea kushukuru. Mtumishi wa Mungu, tuna swali. The Joy ilianza mwaka gani? Tuseme kwenye line. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Hii ni kundi ya The Joy. The Joy kwaya ilikwenda kuanza mwaka wa 2021. Amen. Tariki 18 na mwezi wa pili ndo The Joy kwaya ilivyoanza. Amen. Na kama jinsi ulivyokwenda kumuulizia kiongozi wa nyimbo, amen, waanjilisti wa kwaya hii ya The Joy walikuwepo. Kama mimi hapa nilikuwepo mwanjilisti wa kwanza wa The Joy kwaya, pamoja na dada moja ambao sio hapa sasa hivi, amesha tuseme kwamba kuja amepata matatizo fulani, lakini tulikuwepo takriban hata watu 5 na wengine wameshaondoka kwenda nchi ya tatu huko. Asante. Amen. Tunaendelea kushukuru, maana tunaendelea kufahamishwa kundi hili. Unaweza ukaliona mjini YouTube na usijue nani ni mwanzilishi, lilianza je na mambo yanaendelea je. Nina matumaini pamoja nami S. Wilonja utaendelea kujua yaliyo mengi. Mtumishi wa Mungu, nani ni mwanzilishi wa kundi hili? Ya mwanzilishi wa kundi hili anaitwa kwa jina la Trezor Msema, kama mimi hapa. Ya pamoja na Sejo ambao unakwenda kumjua kama vile conductor wa kwaya hii. Amen. Na huyo ambao tulikuwa naye watatu alikuwa akiitwa kwa jina la Teresa Tunza. Amen. Ya hao ndio walikuwa waanzilishi wa kwaya The Joy hapa nchini Malawi. Amen. Kama jinsi ninaendelea kuelewa, wewe ndiye mwanzilishi wa kwaya hii ya The Joy. Yeah. Kwa nini ulipata maono ya kuanzisha kwaya hii ya The Joy? Ya kwanza niseme kwamba mtangazaji, nashukuru sana kwa swali hilo. Ni swali nzuri sana. Kwa sababu sisi tunaishi kwenye misingi ya Kristo. Amen. Na kama tuliona kwamba tuanzishe kundi hili ni kwa ajili ya kuendeleza injili ipate kusikilika kwa watu wote. Si kana kwamba kwa ajili ya kanisa yetu peke yao, hapana. Tuliona kwamba tuipeleke kwa watu wote wapate kwenda kujua kwamba eti kweli Mungu yupo na Mungu anatenda kazi kwa watu wake. Asante. Amen. Kwenye kwaya hii ya The Joy wewe unatumika kwenye tabaka gani? Niko kwenye tabaka chini sana. Tabaka gani? Niko kwenye tabaka chini sana. Yaani mimi naangalia mavazi. Unaangalia mavazi. Tunaweza tukasema ya kwamba wewe ni shemashe wa kwaya hii. Amen. Wakati ulipokuwa unaunda au ulipopata maono haya,
Maono haya uliyapata na kuyafikisha kwa watu na mawazo haya yakaanza. Je, una malengo gani na The Joy Choir? Maana tunaendelea kushukuru, maana tumekutana na wewe mwanzilishi. Je, una malengo gani wewe kama mwanzilishi? Yaani kwenye kwaya hii ya The Joy tuna malengo mengi sana, lakini lengo kuu ambalo tunaweza tukaambie watu ni kwamba lengo letu ni kufikisha injili ipate kuendelea mbele. Amen. Hiyo ndio lengo letu la kwanza, kwa sababu si lengo tu tubaki hapa kwenye nchini Malawi, hapana. Amen. Ya lengo letu yani injili ienee mahali pote duniani mzima. Hiyo ndio ilikuwa lengo letu kubwa zaidi sana. Amen. Asante. Amen sana. Tunaendelea kushukuru, maana kundi hili wakati tuliposikia kibwagizo chenu kilichojinyakulia jina kubwa kule nchini YouTube, ni wimbo ambao uliitwa Anguko sijui la Mkristo, ni anguko la nini? Anguko la dunia. Amen. Anguko la dunia lilijichukulia watu wengi wa kutazama. Je, mna maono gani na kwaya hii ya The Joy? Yaani kwenye maono kubwa sana naweza nikasema kwamba unaona, hata mimi hapa kibinafsi, acha niongelee hichi kwa sababu naweza nikasema kwamba eti naongea peke yangu. Amen. Kwa sababu sisi tuko watu wengi na tunatumika kama vile matabaka tofauti tofauti. Tuna makondikta humu, tuna mapresident humu wa kwaya, na ni lazima kusema kwamba wengine wenzangu wapate kwenda kujibia kama hiyo ya maono. Acha niende niambie kondikter anaweza akaongee kama na yeye kama vile kiongozi wetu anaweza akaongelee kuhusu hiyo la maono. Jua maono mengi anayajua. Maanake ikimaanisha kama wewe mbeba ulianzisha au jui maono ya kundi hili. Yaani sijamaanisha hivyo, nataka kumaanisha kwa watu ya kwamba mimi siwezi nikaongea peke yangu. Amen. Ya kwa sababu tuna watu wengi zaidi sana na ni mengi ambayo nimeshawaambia, na ndio maana niliona kwamba nitupie mpira kwenye kondikta wa kwaya, naye anaweza akachangie 1 2 3. Amen. Asante. Kabla sijaenda kwenye hiyo pointi ya maono, mama, labda niulize, mpo watu wangapi kwenye kundi hili? Kundi hili tuko watu 25. Je, unajisikiaje kufanya kazi na kwaya hii The Joy? Najisikia amani sana na furaha sana kuendeleza injili ya Mungu isonge mbele. Amen. Kiongozi, tunaendelea na pointi yetu ile ile. Na maono gani na kwaya hii The Joy? Okay, labda naweza sema maono ni mingi sana. Amen. Ni tuko nayo juu ya kwaya The Joy. Amen. Kwanza maono ambayo tunayo ni injili kwanza mbele. Na cha pili, maono ya pili ni kuwekeza katika injili yetu, kuwekeza. Yaani nikisema kuwekeza, tunaweza tukafanya muziki ya uimbaji, lakini tuwe na kidogo ambayo tunaweza tukapata ili ya kutusaidiza ili waimbaji wa vizuri, tusiwe tunalala njaa kama na hivyo. Yaani hiyo maono tuko nayo, lakini kwa sababu maisha yajawa vizuri, ndio maana tunaenda tunarudia nyuma. Amen. Lakini maono ni mengi sana. Ukipenda kumaanisha ya kwamba maono yenu ni kufanya kazi na muwe mnapata pesa na ishie hapo? No, sijamaanisha hivyo. Ni kusema kwamba hii ni injili ambayo tunayofanya, ni injili ya Kristo. Na katika injili ya Kristo watu hawezi wakatumika injili na njaa. Unajua ili upate kutumika injili vizuri, unapaswa kwanza tumbo iwe na njaa vizuri. Kwa sababu hawezi ukapata mwimbaji anakuja kwenye repetition na iko na njaa, vitu kama na hivyo. Lakini cha kwanza tunaweza kusema injili ni ya muhimu, lakini hivyo vingine kuhusu njaa na nini, tunajua kama kila kitu kitakuwa sawa. Nitakuwa na swali hapo, lakini kabla sijauliza swali hapo, je, mmeshafanya kazi ngapi? Kazi za kama vile tuseme kurekodi, kushuti. Okay, sisi tumeshafanya kazi za kurekodi. Na kazi za kurekodi ni nyingi sana. Lakini katika hizo kazi za kurekodi tumeshuti kama nyimbo 6 tu. Nyimbo 6 ndo ambazo tunazo ziko kwenye YouTube ambazo tumezitumikia kazi ya kushuti. Lakini tuko na nyingi sana ambazo ziko chini. Ambazo tunaandaa, ni albamu ambayo tunayoandaa, lakini tunakosa ambao kutusupport. Kwa hiyo
tunaiacha kwanza hivyo kwa sababu vitu havijawa sawa zaidi. Amen. Yeah. Kwa nyimbo mnazoendelea kuzitumika au kuzifanyia kazi hizo 6, mmetumika audio na video, nani aliyewasupport au wanani waliowasupport? Yani sisi wenyewe tunajisupport sisi wenyewe. Tunajua katika kwaya tuna changa ile kidogo kulima kwa nini, yani tunasomba michanga, fyatoa mabriki, tunafanya vitu kama na vile. Tukipata zile hela tunasema acha kwanza tujifunge pamoja, tuangalie jinsi gani tunaweza tukafanya hata wimbo mmoja. Ya kishapata hizo pesa tunaenda piga wimbo hata mmoja. Asante sana, tunaendelea kusikiliza mambo muhimu ya The Joy Choir. Je, kiongozi, tuna swali lingine la mwisho. Katika mikutano yote ambayo inaendelea kufanyika kambini Dzaleka na nje ya Malawi, je, ni mikutano mingapi ambayo The Joy imeshawahi kujiwakilisha pale? Okay, mikutano ni nyingi sana ambayo tumeshawahi kufika, lakini ambao nakumbuka katika mwaka huu tuliwahi kufanya mikutano miwili ambayo tuliofikiwa kwenye kanisa la kama ndio kanisa gani hapa. Ilikuwa ni concert ambao iliandaliwa na mwimbaji mmoja ambaye anaitwa Zagazu. Na kwenye miezi iliyopita hapo nyuma tena aliandaa nyingine tena tukakuwa pale. Yani ndo concert ambazo nakumbuka zaidi sana, lakini miaka iliyopita sijakumbuka kwa sababu ni nyingi, mikutano ni nyingi ambayo tunayoendaga, watu wanatualika naingie kwa mariage wapi wanatualika. Mikutano ni mingi, lakini unakumbuka mikutano miwili? Miwili ndio nakumbuka sana kwa sababu ndo niliona ilinifurahisha sana. Kwenye hiyo mikutano maana yake mikutano mingine unayofanya ikufurahisha, unafanya kwa sababu ya kufanya? Naendaga tu kwa sababu sana ni kazi ya Mungu. Napaswa tuende tu hivyo hivyo. Je, kundi hili la The Joy ni kundi linalojibeba lenyewe au linabebwa na kanisa? Ni kundi ambalo linabebwa na kanisa. Yani sisi ni watu ambao tunapenda sana na kanisa. Ni kwaya ya kanisa au namna gani? Kwaya ya kanisa. Yani msingi yoyote ambayo tunayo ni ya kikanisa. Kwa jinsi watu wanavyowapokea na jinsi watu wanavyowaona, walio wengi na watazamaji wanaowatazama wanawaza ya kwamba The Joy Choir ni kwaya ambayo inayojibeba wenyewe. Tumeelewa siku ya leo kusema ya kwamba The Joy Choir ni kwaya ambayo iko ndani ya kanisa, na wakati unapoisikia inawika, maana yake imewikishwa na kanisa. Je, kiongozi, tunaweza tukasikia kazi ile iliyofanya vizuri nchini YouTube ambayo inaitwa Anguko la Dunia? Asante. Karibu sana. Karibu. Yeah. Anapotoka
Bwana utulinde, Bwana utukinge na dunia